Habari njema ni kuwa serikali imeshaweka utaratibu huo wa wanawake kufaidika pia na uchumi. Nanyi mnafahamu tena, kwa bahati sana tulipopata rais mwanamke, katika vitu alisema anatamani kuviona ni wanawake wakikombolewa kwenye uchumi. Tulikuwa tunaongea sana juu ya mambo ya ukatili wa wanawake na vitu vingine. Kwa mawazo aliyokuwa nayo alisema, nafikiri wanawake wakipata uchumi, huenda kuna baadhi ya vitu vya unyanyasaji vitapungua kidogo. Najua nyewe mna bahati, wachungaji wa wanyanyasi, lakini tunaongelea wanawake kwa ujumla, sio? Na sisi wenzenu ambao tuna watu ambao sio wachungaji. Changamoto kubwa ya wanawake wengi ukiwauliza, anasema anaomba hela ya kitunguu, anaomba hela ya nyanya. Sasa anapoomba leo na kesho, yule msikilizaji wa kuombwa mwisho huwa anachoka. Akichoka kila siku asubuhi unamtegea anapokunywa chai ndio atakuwa amefurahi uombe, naye haachi hadi wewe uombe. Sasa ile inakuwa kwanza ni mtihani mgumu sana. Najua kila asubuhi wewe unaomba kweli, wenyewe tu huo ni mtihani. Lakini kumbe yule msikilizaji wa kuombwa naye huwa ana kikomo chake cha kusikia yale maneno ya kuombwa, mwisho anamkinaisha naye anachoka. Kwa njia ya kumfanya mwanamke huyu naye kidogo awe na amani na kathamani kake kawepo, naye siku nyingine anamwambia baba, hapa leo ada ya mtoto usitoe, na mimi hii ya mtoto huyu nitaichangia. Hii itawapa heshima wanawake. Kwa hiyo viko vitu vimeanzishwa vingi sana pia kwa ajili ya kusaidia wanawake kukua kwenye uchumi.